Mwaka 1976, kijana mdogo mwenye miaka 13 alianguka barabarani akiwa amejaa damu, lakini picha yake ilipoonekana duniani ilibadilisha historia ya Afrika Kusini milele. Huyo alikuwa mtoto wa Soweto aliyekuwa ishara ya maumivu ya ubaguzi wa rangi. Tarehe 16 Juni mwaka 1976, maelfu ya wanafunzi katika eneo la Soweto nchini South Africa waliandamana kwa amani. Walikuwa wakipinga sheria mpya ya serikali ya ubaguzi wa apartheid iliyolazimisha watoto weusi kusoma kwa lugha ya Afrikaans, lugha ambayo wengi waliona kama lugha ya mabavu na mateso. Wanafunzi walikuwa wamebeba mabango na kuimba nyimbo za uhuru, lakini ghafla hali ilibadilika. Polisi walifika wakiwa na silaha nzito, mabomu ya machozi yakaanza kurushwa na risasi zikaanza kusikika kila upande. Katika vurugu hizo, mtoto mdogo aitwaye Hector Peterson alipigwa risasi. Alikuwa na miaka 13 tu. Mwili wake uliokotwa haraka na kijana mmoja aliyekuwa akikimbia huku akimshika mikononi, wakati dada yake akilia kwa uchungu pembeni. Muda huo huo, mpiga picha mmoja aitwaye Sam Mzima alifanikiwa kupiga picha tukio hili ambalo baadaye tukio hili lilishtua dunia nzima. Picha hiyo ilionyesha ukweli wa ukatili uliokuwa ukiendelea chini ya apartheid. Ndani ya saa chache, picha ya Hector Peterson ilikuwa kwenye magazeti duniani kote. Watu wengi walilia kwa uchungu. Hasira zikaanza kuongezeka dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi. Tukio hilo la Soweto alikuwa ndoto za wanafunzi. Badala yake lilianzisha mapambano makubwa zaidi ya uhuru. Mamia ya watoto na vijana walipoteza maisha katika maandamano hayo, lakini sauti yao ilisikika duniani kote. Miaka kadhaa baadaye, mfumo wa apartheid ulianguka na Nelson Mandela akaja kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Leo hii Hector Peterson anakumbukwa kama mtoto aliyebadilisha historia kwa damu yake, na kila tarehe 16 Juni huwakumbuka watoto wa Soweto waliojitokeza kwa ajili ya uhuru. Hii ndiyo historia ya mtoto mdogo aliyeiacha dunia kimya, kutoka Soweto hadi dunia nzima.